Lakini sisi mbona bado ni vijana wadogo na bado tuna mambo mengi ya kuyapambania tofauti na hayo mapenzi. Kwa sababu kwa umri wetu, yani ni bado sana kuweka nguvu kwenye hayo mambo. Kwa sababu fokasi yetu na nguvu zetu inabidi tuweke kwenye ndoto zetu na sio mapenzi. Na hata Mbala nilishamwambia hiyo. Mimi sina shida naye na wala simchukii. Ila siwezi kuwa naye kwa sababu mapenzi sio kipaumbele changu kwa sasa. Kwa hiyo utanisamehe sana mama wangu. Siwezi kukubalia ombi lako. Hata hivyo nawe mazoezini. Kwa heri. Na kitu chenyewe cha kuitia ndio hiki hapa. Wewe si una ule mwanao mlemavu. Kwa hiyo nipe shilingi 50,000 tu nikuachie. 50,000? Wewe umepata wapi hiki kiti maneno? Yaani hichi kiti sio kwamba nakuuzia. Mwenyewe nakusaidia tu ili mwanao aende akapate kitu cha kuwa anazungukia pale uwani. Badala ya kunishukuru, unaanza tena kuniuliza maswali. Au nadhani mimi kiti nitakuwa nimekiiba? Mimi sijasema hivyo. Ila nimetaka tu kujua kwa sababu najua hapo kwenu hakuna mtu mwenye ulemavu. Na hata hivyo, mimi ninavyofahamu, hichi kiti sio rahisi mtu kukaa nacho tu ndani. Huenda kama alikuwa na mtu ana ulemavu au wewe mwenyewe ulikuwa na ulemavu. Na kama unavyojua, hichi kiti mimi naenda kumpa mwanangu akitumie. Kwa ndio maana natamani mno kufahamu hichi kiti wewe umekitoa wapi? Nilipewa na mjomba wangu. Alikuwa ameparalyze lakini sasa hivi namshukuru Mungu anaendelea vizuri. Kwa hiyo ndio nikawa nimemuomba. Nikamwambia kwamba kuna rafiki yangu mwanae ana matatizo ya miguu. Kwa hiyo hichi kiti kitaenda kumsaidia. Ndio akanipa. Kwa hiyo nashangaa wewe mtu ambaye nimekuombea kiti ili kikusaidie unaanza tena kuwa na mashaka juu yangu. Usininukuu vibaya. Kiukweli vile mimi sijakuuliza kwa nia mbaya. Ila kama nimekudhi nakuomba unisamehe. Kwa hiyo si umesema ni 50,000 tu? Ndio. Sasa hizi jamani. Kwema Joa, za siku. Tu sijui wewe unaendeleaje? Niko na mmeo hapa na nikabidhi hichi kiti. Si unajua yule mwanangu ana matatizo ya ulemavu. Nini? Yaani anakabidhi hichi kiti? Ndiyo. Angalau mwanangu akapata hata kiti cha kuzunguka nacho pale uwani. Hivi maneno? Upo sawa kweli? Hichi si kiti cha Kaso hichi. Na anaanzaje kuwa kiti cha mtoto angaye bado hajapona? Ni kiti cha Kaso? Ina maana Kaso ameumia? Ndiyo. Mwanangu amepata ajali ya pikipiki na ameumia miguu yote miwili. Hivyo kuna rafiki yake na amemletea hichi kiti ili kiweze kumsaidia. Sasa nashangaa mnakabidhiana kiti angaye mwanangu bado hajapona. Hivi maneno una akili sawa kweli? Mimi najua mtu ananipa msaada wa kiti tena unaniuzia kwa bei ya hasara. Kumbe kiti chenyewe si cha kwako na mtoto bado anaumwa. Afu eti unanidanganya hichi kiti ni cha mjomba wako, sio aliparalyze sasa hivi amepona. Kumbe muongo maneno. Kumbe wewe ni una roho ya kinyama namna hii. Kweli sura sio roho. Yaani unaonekana mstaarabu, mtu wa maana, unajiheshimu, kumbe mtu wa hovyo kabisa. Joa, naomba nisamehe sana kuhusu jambo hili. Kiukweli vile sikuwa najua chochote. Na light ningekuwa najua, sidhani kama ungenikuta napoteza muda kuhusu jambo hili.
Niraide ni bwei. Nipendaneni wengine watazamaji, na kwenye safari tukosa sindikizaji, na sisi ndo masingo yatima wa mapendo. Safari mapenzi tulishomaliza mwendo, hata utushikie fimbo, hata tuwe warembo, hiyo nyota kupendwa tuna sisi ndo magendo. Kwani kama nilivyokuahidi meneja kuwa ningetafuta dancers wapya, vijana wapo nimewaleta. Nadhani umewaona wako vizuri sana. Sawa teacher. Nimewaona dancers wapya na pia wako vizuri na nimependa uwezo wao. Na pia nimependa hata storms mlizozicheza kwenye huu wimbo. Ni storms nzuri na zinavutia. Na pia mmejitahidi mmecheza vizuri, japo kuna baadhi bado wanachanganya mambo. Ila sio mbaya, kidogo sasa hivi kuna mwanga na inavutia hata kuangalia. Hivyo kilichobaki tu hapa ni mfanyie mazoezi vizuri ili wote waweze kukariri na tuingie mzigoni. Kwa hiyo kuhusu wa dancers wapya, haina shida, wote nimewaona na nimewapitisha. Hivyo niseme tu karibuni kwenye familia. Nakusikiliza. Mume wangu, najua ufuacho na uwepo wa Kaso, kwa sababu ni mtoto anayeendana na mwanaume mwingine, na ndio maana unashindwa kuwa na mapenzi naye, kwa sababu sio mtoto wako wewe mzaa. Lakini tambua, Kaso hana kosa, ni mtoto tu, na hakuchagua kuzaliwa kwenye hali hii, na yeye hajachagua kuzaliwa na baba ambaye atamtelekeza na kumtupa kama hivyo. Na yeye mwenyewe hiyo kataliwa na baba yake inamuumiza. Kwa hiyo nakuomba acha kumhukumu Kaso kwa makosa ambayo sio ya kwake. Basi kama kuna kulaumiwa ni mimi na sio Kaso, kwa sababu mimi ndo nimefanya makosa na kasababisha nikampata Kaso. Kwa hiyo sio makosa yake. Acha kumtendea Kaso mabaya. Kaso anahitaji faraja na upendo kutoka kwetu, na wala stahili mateso, kuvunjwa moyo na watu wa karibu kama sisi. Kwa hiyo kama nilifanya makosa kumzaa Kaso, nianzibu mimi na wala sio Kaso. Yule ni binadamu na anahifadhi vitu moyoni. Acha kumjengea kumbukumbu mbaya, kwa sababu kesho na kesho kutwa Kaso amekuwa, utamtizamaje? Au ya Mungu mengi, Kaso amefanikiwa, unadhani itakuwaje? Unadhani ataweza kuwa na huruma na wewe au kukusaidia? Ndio yao tunayaona. Watoto wanafanikiwa, hawasaidiwi baba zao. Watu wanabaki tu wanasema, "Oh, kafanikiwa, amsaidii baba yake. Oh, kafanikiwa, anamsaidia mama yake tu." Kumbe nyuma ya pazia kuna mambo kama haya. Kwa mume wangu nakuomba, badilika, ishi kwa upendo na mtoto. Hivi kweli wewe uko sawa? Kwa hiyo unanisumbua, unaniambia una mazungumzo yenyewe ndo hayo. Kwa hiyo umekaa hapo kuniambia Kaso kwamba atafanikiwa. Afanikiwa aende wapi? Hivi wewe unafikiri mafanikio ni mchezo eh? Kwa hiyo wewe na mwanao mkikaa ndo mnangopeana hivyo kwamba ipo siku atafanikiwa eh? Yeye mnachekesha kweli. Hebu acheni kuota. Mafanikio sio lele mama. Mafanikio yanahitaji vitu vingi. Mafanikio yanahitaji connection, pesa, elimu na vitu vyote hivyo Kaso hana. Sasa unadhani atafanikiwa vipi? Au unadhani atafanikiwa kimungu tu? Yaani alale amke awe amefanikiwa. Kwanza nani kakwambia mimi nahitaji msaada wake? Akifanikiwa akusaidie mama yake, anisaidie mimi baba yake. Hebu kwanza usiniharibie siku. Kufanikiwa atakuwa yeye. Akifanikiwa yule Messi nitakunya mafungu hapa na Kongo.
una BFF, hapo ndo kesi inazidi kuwa ngumu. Maana mwanzo tatizo lilikuwa moja tu, yule Muha. Lakini sasa hivi watu wapo kibao na wote wanajua. Oya, hapa tukifanya masiala, sisi hatutaonekana na watu watatusahau kabisa. Kwa sababu watu wenyewe kama unavyoona wapo serious na wanacheza kweli. Kwa hiyo hapa tukileta janja janja watatupoteza. Inabidi na sisi tupambane ili tuweze kucheza kweli. Kwa sababu watu wenyewe wale wametuzidi kila kitu. Kucheza wanacheza vizuri na hata mionekano pia wametuzidi. Umeanza tena. Yaani juzi tu tumetoka kugombana kuhusu mambo haya na leo narudia tena. Hivi ni nani mwenye mwili wa nguo kunizidi mimi kati ya wale wageni? Au ni nani ambaye akivaa nguo anapendeza kati ya wale wageni? Au nani mwenye sura ya kike, baby face, baby girl kunizidi mimi kati yao? Au wewe unaongea tu? Kwa kuwa wewe mbaya, unajua kila mtu atakuwa na sura mbaya kama wewe, si ndio? Na hata ukiongelea kucheza, nani ananizidi pale? Yaani mimi kabisa niamue, nianze kisha kucheza nitoe mapande. Ananipita nani pale? Alafu mimi hichi kipaji nimezaliwa nacho. Ni Mungu tu amenibariki. Sio janja janja zile. Na kuna muda kabisa mwenyewe nikicheza, najiuliza kabisa, au mimi ni Michael Jackson nimezaliwa tena? Yaani mimi nacheza, na dance, na nyumbulika. Yaani mpaka mtu akikaa kinaangalia, asa huyu dancer huyu. Alafu unakuja kabisa tunangatia mitamaa, kisa watoto wadogo wale. Mimi siendepi mtu. Mimi siogopi mtu. Hata kama najua wana dance, ila mimi siogopi mtu. Tutaoneshana kubabaka, tutauana. Unapofikiri mimi naogopa mtu? Mimi siendepi mtu. Sinaga fagio. Yanapotauana tu. BFF. Asa mbona unalia tena? Watu umewazidi kila kitu. Umewazidi uzuri, umewazidi kucheza na hakuna yoyote anayemwandafia. Asa unalia nini BFF? Nani nalia sasa? Niangalie. Unafikiri mimi nalia? Mimi silii, mimi niko sawa baba. Alafu mimi mgumu. Mimi hip hop. Sililie ovyo. Sema tu nina chungu. Nina chungu. Yaani yu anitaki. Yule Muha ananiumiza kichwa. Alafu tena naitoa madansa wapya. Na chungu. Ndio hivyo tena BFF. Ukubali au ukatae. Kazini kwetu kuna kazi. Na kama tukikaa kizembe tutapotea kabisa. Yaani hapa hatuna namna. Itabidi tu tupambane na sisi tucheze kweli. Lakini la sivyo tutakuwa tu wasindikizaji. Tufanye mazoezi? Mazoezi ya nini? Hapa hakuna kufanya mazoezi. Tutaandalia mipango na kuwafilisha wote. Yaani kila kielele atakayekaa mbele yangu nitahakikisha namfilisha na namkwamisha. Au umesahau nilivyomfanyia yule Muha? Sasa kile ndio kitakachomkuta yoyote atakayekaa mbele yangu. Mimi mtaniheshimu bila mazoezi, bila kujua kudansi. Subiri muone. Kama hivyo sawa. Kaso, usaili umeshafanyika na dancers wapya wameshapatikana. Na dancers waliopatikana sasa hivi ni wako vizuri vibaya mno. Sio wale wazembe kama wa mwanzo. Kwa hiyo sasa hivi ushindani ni mkubwa. Hivyo natamani upone haraka na urudi mazoezini. Kwa sababu ukiendelea kukaa nyumbani, wale dancers wapya watafanya vizuri na wewe utasahaulika. Wala usijali. Kwa sababu naamini kila mtu anapambania nafasi yake na anapigania ndoto zake pia. Kwa hiyo akija hata dance 1000, mimi naamini nafasi yangu ipo. Kwa sababu kila mtu ana riziki yake. Na hata hivyo nimefurahi kusikia dancers wameongezeka na wana uwezo pia. Kwa sababu itafanya kila mtu ajitume na ongeze juhudi kwenye mazoezi. Na mwisho wa siku tutapata kitu kizuri zaidi. Hata hivyo na surprise yako. Surprise yangu? Surprise gani tena hiyo? Fumba macho nikuonyeshe. Aya. Fumbua macho.
Kaso, ina maana umepona? Unajua siamini. Nimefurahi sana Kaso. Yaani natamani ungeona furaha iliyoko moyoni mwangu. Yaani katika siku kimetokea kitu kizuri kwenye maisha yangu. Ni hiki hapa. Na sikutegemea kama nitafurahi kama hivi jamani. Kweli Mungu mkubwa. Hata hivyo sijamaliza. Surprise bado inaendelea. Surprise nyingine tena? Hebu nione. Umeona unavyo trend? Yaani uko mtandaoni kila mtu ni wewe tu. We, sio poa. Yaani ule umbea ulionipa kweli babu kubwa. Yaani attention yote sasa hivi nimeichukua mimi. Na huko watu mtandaoni wananiamini vipi? Kwa sababu wameona na vyanzo vingi vya umbea vya kuaminika. Peji yangu ilikuwa imelala. Ila kwa huu umbea peji yangu imeamka na imechangamka. Ndio hivyo sasa unabidi uniongezee hela. Maana ona hela mwenyewe ulionipa ni ndogo sana. Alafu nataka vitu vitamu vitamu. Kweli? Yaani uko mitandaoni kote una trend wewe. Lakini umbea wenyewe umenunua kwa 200,000 kweli? Hebu acha mambo yako bwana. Hebu niongezee hela bwana. Wewe tena ulivyokuwa na tamaa. Sawa, nitakuongezea 100,000. Hayo ndo maneno sasa. Vipi huko? Hakuna umbea mwingine? Bado sijaweza kufanikiwa kupata umbea mwingine. Kwa sababu jamaa amekasirika mno yani. Jamaa amekuja amefoka kinoma yani. Analalamika dili lake limeharibika na mtu alosambaza uombea ni anatokea mule ndani. Oya, ilikuwa so poa. Yaani bado kidogo tu anihisi. Si unajua tena mtu mzima nikajitetea, mwisho siku kanielewa. Lakini baada hapo sijafanikiwa kabisa kupata umbea mwingine. Maana ningejifanya naleta ushushushu, mwisho siku anaweza kaja kunigundua unajua. Maana lazima katika kipindi hiki atakuwa makini sana. Basi sawa. Ila kwa sasa hivi nahitaji kupata umbea unaohusu mahusiano yake. Kwa sababu watu mtandaoni hawajui anadate na nani. Kwa hiyo ukifanikiwa kuniletea umbea wa mahusiano yake, nitakulipa zaidi. Tena itakuwa vizuri kama utapata na picha kabisa. Basi limeisha hilo. Ngoja nilifanyie kazi. Yaani mimi tena nilivyokuwa shushushu. Yaani sio picha tu. Paka video nitakuletea. Wewe tena. Aya bwana shushushu. Ina maana umenikataa mimi kwa sababu ya huyu Muha? Yaani huyu mshamba alotoka Kigoma kulima mawese ndio anafanya unikatae mimi kweli? Mtu mwenyewe bado ananuka shombo la megebuka. Sasa amekuchanganya na nini? Mbona udogo ni wa kawaida sana? Hajanzidi uzuri, hajanzidi kudansi na hata kuvaa niwezi. Sasa amechanganyikiwa na nini hapa? Au mchawi udogo? Maana siamini kabisa kama huyu hizi na akili zake. Utakuwa umemloga. Mbala. Nilikuambia nini kuhusu kumuongelea Kaso vibaya mbele yangu? Ila kwa kuwa ni mtu mwenye dharau, kiburi, majivuno, umesahau na umerudia tena. Kwa sababu hivyo ndo jinsi ulivyo.
na hiyo ndo tofauti yako kati yako wewe na Kaso. Kaso ni mstaarabu, ana nidhamu, pia anajali na kuheshimu wengine. Lakini wewe una kiburi, una majivuno na unadharau wengine. Na mimi sitaki kuwa na rafiki mwenye dharau, majivuno na anayeona wengine kama wapumbavu tu. Na hiyo ndo sababu inayonifanya mimi nisiwe na urafiki na wewe, kwa sababu wewe sio rafiki mzuri. Na isitoshe, mimi na Kaso ni marafiki tu, na sio hivyo ambavyo unazungumzia wewe. Na hiyo ndo tofauti yako nyingine yako wewe na Kaso. Wewe unaanza mapenzi tu, tena tukiwa katika umri mdogo kabisa. Kwenye umri huu tunatakiwa tujenge urafiki utakao tusaidia kutimiza ndoto zetu, na sio kuanza mapenzi. Na cha kushangaza, sio wewe tu, hadi mama yako ana akili kama za kwako. Yaani kwa jinsi nilivyokuwa na mheshimu, anawezaje kuniita na kuniambia vitu vya kipuuzi kama vile? Kweli mtoto wa nyoka ni nyoka. Yo. Yo, mimi ndo Mbalawise. Na kwenye maisha yangu sijawahi kushindwa hata siku moja. Na kitu chochote ninachokitaka ni lazima nikipate. Iwe kwa halali au kwa haramu. Na alafu ujue mimi ni king'anga. Siku zote nikimpenda mtu nitamng'ang'ania mpaka nimpate. Kwa hiyo hata useme nini haunivunji moyo. Lakini ndo kwanza unanifanya nizidi kukupenda. Yaani ndo unazidi kusisimua moyo wangu. Yaani kila siku unavyoendelea kunisumbua ndo ninazidi kukupenda. Yaani mwenzio shetachanganyikiwa sielewi na hakuna atakayenifanya nielewe. Yaani nashindwa kuelewa juu yako. You, I love you. Na hakuna kunitenganisha na wewe.